Yaani nimehangaika hapa we, maana nikigusa hapa wapi, nikienda huku wapi, kila tunachokifanya. Ila angalau leo afadhali. Inaonekana dawa inafanya kazi lakini kwa mbali. Yaani mimi hata sielewi changamoto ni nini. Lakini mbona nilikuwa nakunywa tu ile dawa vizuri? Au unataka kuniambia ile dawa ilikuwa ifanye kazi? Labda tuseme dunia imewapiga teke. Odi. Iska, sasa unafuata nini? Umefuata nini? Wewe hujui nilichokifuata hapa? Hujui? Nataka hela yangu. Sawa, unanidai. Mpaka nyumbani kweli? Kwanza hapo umepajuaje? Kwanza unanichukuliaje wewe shamba boy? Yaani mwenzako mimi unavoniona nadai mpaka 100. Usinichukulie kama mabushigeli wenu hapa kijijini wachafu. Sio unanielewa? Yaani wewe unipindue, unigeuze afu unipe 13,000. Nataka 2,000 yangu. Sawa, nimekuelewa. Haina haja kupiekea mambo kama mengi. Nisikilize mimi, umeelewa? Katika ile 2,000 mimi nitakuongeza 1,000, itakuwa shilingi 3,000. Umeelewa? Nenda, baadaye mimi nitakuletea. Yaani hicho ulichokisema hapo ukifanye kweli. Kwa sababu nikirudi tena hapa usiponipa hiyo 3,000. Nitakuanzishia timbwili hilo. Utanuka kijiji kizima. Si unanielewa wewe shamba boy? Wewe nitizame na ulivyokuwa mweusi, chefu. Nimesikia kuna mtu anagonga mlango. Ulikuwa unaongea na nani? Alikuwa anaulizia kwa mzee Mpunga, sio wewe ndio nimemwelekeza apite hivi aende. Okay, njoo ndani. Yaani nimehangaika hapa we, maana nikigusa hapa wapi, nikienda huku wapi, kila tunachokifanya. Ila angalau leo afadhali. Inaonekana dawa inafanya kazi lakini kwa mbali. Yaani mimi hata sielewi changamoto ni nini. Lakini mbona nilikuwa nakunywa tu ile dawa vizuri? Au unataka kuniambia ile dawa ilikuwa ifanye kazi? Hapana mume wangu, hiyo dawa imefanya kazi na mimi ndo nimechemsha hiyo dawa. Sasa nataka dawa ifanye kazi kama chumvi. Yaani binafsi sifurahishi kabisa na hii hali. Na mimi nikuombe sana radhi. Kwa sababu najua hata wewe pia ufurahi mimi niwe hivi. Lakini mke wangu, ni kweli pia kitu kimoja. Mimi nitaendelea kupambana. Yaani nitapambana kadri ya uwezo wangu mpaka nirudi katika hali yangu ya kawaida. Wewe ni shahidi mzuri sana, mimi sikuwa hivi. Ni matatizo tu. Sawa mume wangu, afu wewe ni hofu yako tu. Ila mimi binafsi nimeridhika tu. Wala hata usijali kuhusu mimi. Unasikia? Usiwaze. Sawa. Sasa mbona uniangalia hivyo? Tabasamu basi. Tabasamu.
Irene. Nafikiri hadi hapa nilipokufikisha inatosha. Au ingia ujui vizuri? Naijua. Ete? Mimi nizidi tu kukuambia hili. Kiukweli umenifurahisha sana. Yaani mapenzi yako kiukweli hapa kijijini sijawahi kupata kama niliyopata kwako wewe. Yaani mtoto unayajua. Unanipeleka kusini, kaskazini, magharibi, mashariki, mtoto wa watu. Nimeenjoy kwa kweli. Charles, jali. Yaani kama kiwango cha elimu asikiliwa kwenye mapenzi, una degree, una PhD au una masters. Kwa sababu wewe mtoto unayajua. Unajua kuyasekesa. Yaani kila anavyojaribu kufurukuta mtoto wa kiume wapi? Kila anachojaribu wapi? Umewakata ngebe. Wanaki wote kwenye hicho kijiji wakijua kama mimi nimekula tunda lako maski. Nimeenjoy mama. Sawa, sijali. Ila nilifika nyumbani kwa Shamba Boy. Ikawaje? Yule kijana Mswahili japo anaishi kijijini aliniambia atanipa pesa yangu, kwa ndo namsikilizia. Sawa. Jitahidi. Lakini la mwisho kabisa Irene, niendelee tu kukupongeza mamangu. Yaani nimeenjoy, sijawahi kupata penzi kama lile. Basi usijali, tutaenda sawa tu. Kiwa unanipa ninachokitaka, tazidisha mafundi. Uchiebe wewe. Basi sawa, mimi nipo bwana. Tutaonana siku nyingine. Haya bwana, kwaheri. Kaka. Vipi? Safi kaka. Kaka. Bila shaka Dema anatafuta nini? Kwani mlikuwa mjamalizana na bado? Malizana. Kaka, yule mwanamke kaja paka nyumbani kwangu. Kaja nipo ndani. Kagonga mlango. Mke wangu anataka msikilize. Nimetoka. Natua pale Kwanza nilichanganyikiwa muda mfupi. Lakini nikamuita pembeni, nikazungumza naye, nikamwahidi nitampa pesa yake. Tariki. Hiyo mbaya. Kaka, katika vitu ambavyo mimi navichukia kwenye hichi kijiji ni umbea. Kaka, hichi kijiji kina umbea, kina unafiki, kina uzandiki. Sasa hiyo alipojuaje kwako? Wewe kuna watu wanakuchunguza. Na usipokuwa makini Tariki, litakukuta jambo. Kwa hiyo, tunafanyaje kuhusu hili swala? Unanisaidiaje kaka? Cha kukusaidia kaka, mimi nikukushauri tu kana siku zote. Mke wako wewe ana wivu. Kwa sababu unavyomjua shemeji yangu yule kwa gubu lake lile, kaka utakuja kupotea. Afu kumbuka yule mwanamke ulipata shida sana kumpata. Mwisho wa siku utakuja kumwacha mkeo kwa sababu za kupita. Hawa wanawake wametoka mjini kaka. Kuwa makini kwa mke wako. Mimi kwa upande wangu nitashika nafasi yangu, lakini kwako wewe angalia pia. Ni kweli kaka. Lakini mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Sasa jana kuna viazi nilivichinda pale nyumbani. Kwa hiyo nimevitumia na vingine vibaki vingi tu. Kwa hiyo ni vizuri au ni vyema tukaongozana ukaenda kuchukua kanipelekea shemeji. Basi sawa kaka, ila shida. Yaani kaka, huwezi amini ndugu yangu. Hapa nilipo nazidi kuchanganyikiwa. Kwa sababu gani? Mimi nimekunywa ile dawa yote kama ambavyo umenielekeza. Yaani kiufupi nilikuwa nazingatia vigezo na masharti yako yote. Alafu tu sikuishia hapo sasa. Nikaamua kumchukua mke wangu ili ni testi. Huwezi amini kaka. Nimemchukua mke wangu, nimemwandaa vizuri kila kitu, lakini mwisho wa siku kaka, nimeshindwa kufanya lolote. Nimeshindwa kufua dafu. Yaani hamna kitu kaka, mtandao usomi. Sasa hapo itakuwa kuna tatizo. Na tatizo lipo kwa mkeo. Yaani rafiki yangu bonge nayo unazingua sana. Sasa mke wangu ana matatizo gani?
Mimi ndo nina shida kaka, na ndo maana siku zote huwa nahangaika kutafuta dawa. Sasa unakuja kuniambia mke wangu ana matatizo. Ana matatizo gani sasa? Wakati yeye yuko vizuri tu. Mimi ndo nina shida ndugu yangu. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa, sielewi nafanya nini. Yaani ile dawa ni sio ya kweli au vipi? Tutafute basi hata dawa nyingine kaka. Kaka, usiwe mbishi. Sisi ni binadamu, na binadamu kila mtu ana utaratibu wake. Inawezekana kuna mtu amemloga yule mwanamke. Sasa mimi nakushauri jambo moja. Yaani unamaanisha labda nimerogwa au mke wangu karogwa au? Yuko hivyo. Unataka kunishauri nini? Nakushauri jambo moja. Tafuta mwanamke mwingine. Yaani rafiki yangu Mkalamba, ni wewe ndo kunishauri mambo hayo? Mimi mke wangu nimetoka naye mbali kaka. Tangu tumefunga naye ndoa sijawahi hata siku moja kumsaliti. Leo nakuja kunishauri kitu cha kipuzi kama hicho ndugu yangu? Kaka, mimi nakwambia tatizo lipo kwa mkeo. Na mimi rafiki yako unavyojua. Siku hizi siku 2 na kutafuta mwanamke ili ujaribu kwake yeye. Utakuja kuniamini kwamba ile dawa kweli ipo sahihi. Basi sawa, mimi ngoja nijaribu kufanya hivyo ili niweze kujua changamoto iko wapi. Lakini nitunzie hii siri kaka. Sihitaji mtu yeyote unafahamu. Na sasa mke wangu. Itanishushia heshima mimi hapa kijijini na hata kwenye familia yangu pia. Japokuwa najaribu sana kujipambania mimi mwenyewe. Hamna shida. Hamna shida. Labda tuseme dunia imewapiga teke, maana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame, tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi? Vipi shemu? Safi kwema. Bwana mkubwa yupo? Yupo ndani huko, ndo ametoka kuamka. Kioya kaka. Unatariki? Oya. Muda huu kaka. Unalala sana kaka. Unajua muda wenyewe kupambana huu. Mke wangu? Ngoja mimi nikuache. Niende hapo kibaruani. Hapo mezani nimekuachia hela na matumizi. Kwa hiyo nadhani tutakutana baadaye. Sawa. Twende kaka. Lakini uzo sikiza nikwambie. Unajua mimi na Yesu wapenzi. Makubaliano yangu mimi na wewe, utakaponipa umbea tu nitakupa penzi. Hivi huko kijijini kuna jipya gani? Hebu subiri kwanza hili. Kwa hiyo ina maana mimi kukutana nawe mpaka nikupe umbea mamangu? Asa usichokielewa nini hapo? Wewe ukinipa umbea mimi nakupa penzi. Hao ndo makubaliano yetu. Irene bwana. Lakini sawa, sio mbaya. Kwa sababu unachonipa ni kikubwa zaidi. Mimi niko tayari kwa lolote lile. Ili mradi tu ni enjoy mapenzi yako. Haya sawa. Hivi kwanza kuna jipya gani huko? Alafu kuna kitu nilisahau. Na nilikuwa nasema nikikutana na wewe tu lazima nikupe umbea. Yule Tariki yule pale ni ameoa, anaishi na mke. We, ana mke wake? Ana mke na ana mtoto. Sasa mimi huo mke ananihusu nini? Mimi ninachotaka tu hela yangu. Sitaki kujua habari za mke wala mtoto. Hizo shida zake. Wewe unataka hela yako? Sasa nikupe mbinu sasa. Wewe cha kufanya, dili na mke wake. Dili na mke wake upate hela yako. La sivyo haupati. Wewe, subiri kwanza. Na dili naye kivipi? Yaani namaanisha hivi. Anza kumfuatilia mke wake au kumsumbua mke wake. Tariki akijua tu kama unamsumbua mke wake na unataka kuharibu ndoa yake. Mbona hiyo hela unapata tu chamba? Una akili wewe, ndio maana mimi nakupendaga. Mbona niko sijawaza hili jambo mapema?
Sasa nitamwanzishia timbwili hilo. Si unaelewa? Yaani hiyo ndoa yake itakuwa vurugano. Ndio maana nilikwambia mimi ndo msomi pekee kwenye hichi kijiji. Kwa hiyo na IQ kubwa. Hapo umenipa njia. Sasa nataka unionyeshe mke wake. Nitamwanzishia timbwili hilo hata amini. Si anaishi naye nyumba moja? Wanaishi pale, wanapika, wanapakua. Hey, kama ulikwepo. Yaani nitafanya varangati 2000 inamshinda. Afu kitandani kanigeuza mtu mwenye mshamba yule, si ukoje? Sasa ukianza mambo ya kugeuza mimi naanza kupata wivu bana. Na wewe unapona wivu. Ukifanya kazi yako mimi nakupa. Vya mule si unaelewa? Ndio ninavyokupendaga mimi hapo hili. Kwa vile leo umenipa umbea. Yaani umenifurahisha, umenipa na mbinu, umenikosha. Nitakupa penzi hilo. Nitakupa mambo mtu ambao hujai kupewa. Hivi utakuwa nyumbani hadi saa ngapi? Leo saa 10 kutakuwa na mpira. Na natarajia kwenda kuangalia. Maana mimi pia ni mpenzi kidogo wa soka. Wewe njoo saa 1 au saa 2? Abu kwenye saa 1 uongo. Maana dada na shemeji watakuwa sharudi nyumbani. Na kama unavyojua na bana mie kama kuku mgeni. Muda wote nipo na kamba mguuni. Hapo cha kufanya, mimi nakuja kwenye saa 10 au saa 11 ili tufanye mambo yetu mapema niwahi kurudi nyumbani. Dada asije akashtuka mchezo bure kikakulamba. Hiyo haina shida hiyo. Yaani kwa mapenzi yako wewe, mpira hamna kitu. Yaani mapenzi kwa kweli yalivyokuwa mazuri, matamu. Ubwida, ushubwada ule. Mpira hamna kitu wewe. Umu tu. Udadadeti. Shoga yangu mimi maisha hapa kijijini, wanaume wote siwaelewi. Nimeswampa hapa na plani yangu moja. Mwizo namtaka shemeji. Wewe dada wewe. Muogopi? Hapo cha ajabu nini? Ni maajabu mtu kumtaka shemeji yake. Shemeji analiwa. Tena analiwa kimya upo. Sio kama namtaka nioe. Nataka tu nimuonje. Nimuone kama kweli mtamu au vipi. Maana muona dada yangu kama anafaidi vile. Mapya haya. Bibi dada akijua. Sasa wewe unataka kuweka mambo yawe mji. Kwa sababu mimi nakutegemea wewe uwe mstiri wangu. Na hili jambo ndio unalijua. Wewe dada utajuaje? Acha umbea. Mimi mtusiwa mjini shoga yangu. Nachanga karata huku na huku. Wani tunasema kula nyama nyamazi. Na kula nyama kimya. Pole wako. Ila shemeji anaonekana shababi yule. Maana kila ninavyomwangalia na ule urefu. Wewe hapana. Halafu sasa shoga yangu. Shemeji ana lipsi za maaba. Hivi usiangalia. Yaani sipati picha hiyo siku. Nitakuwa disia shoga yangu. Labda tuseme dunia mawapiga teke, mwana wanaya na ulimwengu. Hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame tumbe kwa Mola tende miujiza. Wenda tafuta janga wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu. Eti na bado wako shule. Wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi.